Thank you for joining us. We want to begin in Bomet County, where Dr. Hillary Barchok has been sworn in as the new Bomet governor this morning. He's succeeding the late Dr. Joyce Laboso, who was buried last week. We just want to cross over right now where the chief guest, Deputy President Dr. William Ruto, is currently speaking. Let's just listen in. Wana leader wa majority, familia ya dada yetu Mheshimiwa Joyce Laboso, wakiongozwa hapa na rafiki yetu Edwin Abonyo. Ndugu marafiki wananchi wa Bomet, hamjambo. Bomet, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni. Leo tumefika hapa kwa mambo muhimu. Kwanza, nirudie tena kwa niaba yetu sisi wote kusema pole kwa familia ya dada wetu Joyce na kwa wananchi wa Bomet kwa kumpoteza gavana wenu Daktari Joyce Laboso. Poleni tena. Lakini hata na hivyo, wacha niombe hawa askari wanaweza kuja hapa kando. Tuwapigie makofi. Tuwapigie makofi hawa askari wetu walinda usalama, ni watu wazuri, wakuja hapa kando. Lakini nyinyi wananchi vile vile mketi chini. Sawa sawa. Asanteni sana. Asanteni. Wapigie makofi tena. Very good. Very good. Very good. Niseme ya kwamba tumefika hapa tena kutekeleza wajibu wa katiba yetu ya Kenya. And we are proud citizens of the Republic of Kenya because again we have a moment that we are witnessing a smooth transition and the swearing in of the third governor of Bomet County. Mheshimiwa Barchok, mimi nataka nikwambie pongezi kwa sababu leo umepatiwa wadhifa wa kuwa gavana watatu wa Bomet. Mimi ninajua ya kwamba Daktari Joyce Laboso alikuchagua na alikuwa na sababu ya kukuchagua uwe naibu wake. Najua vile vile ya kwamba ulitembea na yeye mukatafuta kura ya gavana pamoja, na kwa sababu alikuchagua na mulitembea na yeye, sisi wote tuko na imani ya kwamba kazi hii utafanya kwa heshima ya Daktari Joyce Laboso na utafaulu. Sisi wote wananchi wa Bomet, mimi nawauliza kwa unyenyekevu kwamba gavana wetu tuliyemchagua Daktari Joyce Laboso alituchaguliwa huyu deputy na alifanya kazi na yeye. Sisi wote tuliomuunga mkono Joyce kama gavana wetu, pia na waomba tumuunge mkono huyu deputy wake afanye ile kazi daktari amewacha. Na mimi niko na imani ya kwamba huyu kijana Daktari Hillary Barchok atatimiza kazi hiyo ya gavana kwa heshima ya dada wetu Joyce Laboso.
Mimi vile vile nataka niseme, Mheshimiwa Rais, mnajua hayuko nasi kwa sababu ako kazini nje ya nchi. Kama angekuweko, angekuwa hapa mwenyewe, kwa sababu alikuwa hapa wakati Joyce alitawazwa kama governor, na tulikubaliana na yeye wakati huo aje hapa, na mimi nikaenda kule Kirinyaga, kwa sababu tulikuwa tunataka magavana wetu kina mama wajue ya kwamba tunawatambua na tunawaunga mkono. Hata na hivyo, nataka ujue Daktari Barchok na wananchi wa Bomet, mimi kuwa hapa ni ishara kamili kwamba Mheshimiwa Rais na serikali nzima ya kitaifa itasimama na nyinyi na gavana wenu mpya vile tulifanya wakati wa Daktari Joyce Laboso. And I want you to accept that commitment, that the way the President, myself, and the entire national government worked with your former governor, Dr. Joyce Laboso, we will equally work with Dr. Barchok and his team to ensure that Bomet and the agenda Joyce Laboso set is fulfilled. We will work together. Ningependa tu kusema mambo machache katika sherehe hii, kwa sababu tuko na viongozi wengi na wananchi wa hapa Bomet. Vile nilisema juzi tukiwa hapa, mambo ya maendeleo ya kaunti hii ni ya muhimu kwa serikali nzima ya Jubilee. Kwa sababu hapa Bomet kuna mambo tulikubaliana na nyinyi ya maendeleo. Tulikubaliana mambo ya barabara, tulikubaliana mambo ya maji, tulikubaliana mambo ya stima, tulikubaliana mambo ya kusomesha watoto, mambo ya training, mambo ya hospitali. Kuna mambo nyingi tumetimiza. Kuna zingine bado ziko katika mipango yetu. Tulikubaliana na nyinyi tuta upgrade facilities ya Longisa pamoja na kule Ndanai. Mumesikia hapa ya kwamba tukiongea hivi tuko na equipment ya radiology, tuko na equipment ya ICU, tuko na equipment ya dialysis ambayo serikali ya kitaifa ilifanya kazi pamoja na serikali ya county kuhakikisha ya kwamba ziko katika county ya Bomet. Mlisikia Mheshimiwa Rais akitangaza ya kwamba mbali na equipment tulizo nazo hasa ya mambo ya screening ya kansa ama saratani, kuanzia mwezi ujao radiology na chemotherapy itaanza kufanya kazi hapa Bomet. Bwana Governor, nitashirikiana na wewe. Equipment za hospitali ya Ndanai tayari tulizilete, kulikuwa na upungufu kidogo hapa na pale. Nitahakikisha ya kwamba ile ahadi tulitoa inatimia, alafu mimi na wewe na kaunti yako tutakuja tuende tufungue na tushughulikie, ili watu wa Ndanai sehemu ile pia waweze kuwa na vifaa ya kutosha ya mambo ya hospitali. Vile vile ningependa kusema ya kwamba hospitali ambayo ilipendekezwa na dada yetu Joyce Laboso, Mother and Child, tayari nimeshauriana na Daktari Barchok kuhusu hiyo hospitali, vile Mheshimiwa Rais alisema hapa, na vile tumekubaliana na yeye ataketi chini na County Assembly na County Government ya Bomet. Pesa nusu itatoka kwa County Government, pesa nusu tutatoa kama National Government, ndio hiyo hospitali iweze kutimia kwa heshima ya dada wetu Joyce Laboso.
na kuna mapendekezo tumetoa na deputy governor ambaye sasa ni governor wetu. Alishauriana na mimi na kuna vile tumemweleza ndio hiyo kazi iweze kutendeka kwa utaratibu mzuri na tuweze kukamilisha kwa muda unaofaa. Tuko na mambo yale mengine mengi ya mambo ya barabara ambazo tunajenga hapa. Kuna barabara ambazo tunaelekea kuzikamilisha kule daraja 6 Jebole, Siongiroi, all the way Chebunyo mpaka Digir. Hiyo barabara inaendelea vizuri. Tuko na barabara ya Soimet hapa inaendelea vizuri. Tuko na barabara ya kwenda Leldaet all the way inaendelea mzuri. Tuko na barabara ya Koiwo Tengeja inaendelea sawa sawa. Hiyo mambo yote sitaki kuyataja, mengi yanaendelea. Kuna barabara 2 tulikubaliana na nyinyi wakati tulikuja hapa wakati wa uchaguzi. Barabara hiyo ni kutoka Silibwet kwenda mpaka Chemaner, Hapkimolwa, Longisa, Gebreres, hiyo dunia yote mpaka Mateja. Hiyo barabara tumesha sign tayari kandarasi na contractor amepatiwa pesa ya mobilization. Mwezi ujao contractor atakuwa hapa, na hiyo ni barabara mrefu karibu kilomita 75 na tumeweka pesa ya kutosha tuweze kujenga hiyo barabara ambayo iko Bomet East na baadaye itakuja kuungana na Chepalungu kona ile kidogo. Vile vile ningependa kuambia ya kwamba barabara ya kutoka Kiogonga hapa, vile mjumbe wa sehemu hiyo amesema, kuteremka Sigor kwenda Chebunyo, na tunataka tuiunganishe mpaka itashikana baadaye na kutoka Sigor mpaka pale Koitapsilibwet kona pale Breres. Hiyo barabara vile vile tayari tumetangaza kandarasi. Mambo hiyo itaendelea in the next 2-3 months. Contractor pia atakuwa hapa kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba Bomet hii haibaki nyuma wakati tunapiga hatua ya kwenda mbele. Vile vile kwa maneno ya stima, Mheshimiwa Charles Keter nimeongea na yeye, atakuwa hapa next week. Katika budget yetu tumeweka pesa 2.6 billion ya Bomet ya last mile. Mnajua 2013 watu ambao walikuwa na stima Bomet walikuwa ni watu 11,000. Kufikia 2018 tulikuwa tumefikisha watu 42,000. Katika plan yetu ya mwaka huu na mwaka ujao tunataka kuunganisha watu wengine 30,000. 30,000 households will be connected to electricity in the next 2 to 3 years in Bomet County. Tulikuwa na matatizo kidogo na contractors, lakini sasa matatizo hiyo imetatuliwa, na kazi hiyo waziri atakuwa hapa mwenyewe ili kuwaeleza vile hiyo kazi itaendelea. Mulisikia Mheshimiwa Rais akisema juzi tukiwa hapa kuhusu damu yetu ya Bosto ambaye itaweka maji karibu 65% ya Bomet, na hiyo tumekamilisha mipango yote. All right, the ongoing inauguration ceremony right there where the governor, Dr. Hillary Barchok, has just taken over the instruments of power in Bomet County. As we can see, Deputy President Dr. William Ruto is currently speaking to those congregants who have just gathered there to witness this event, where he will be the 3rd governor of Bomet County right after the late Joyce Laboso and the inaugural governor as well, Ruto.